Na kutiwa sauti na Noel Nabiso. Tukisonga mbele, tuzamie taarifa hii ambapo kwa miaka kadhaa katibu mkuu wa muungano wa walimu Nat Collins Oyu na katibu mwenza wa KUPPET Akelo Misori wameongoza walimu katika kipindi kilichogubikwa na changamoto zinazoongezeka katika sekta ya elimu. Hata hivyo, walimu wanaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo kucheleweshwa kwa kupandishwa vyeo na mfumo dhaifu wa afya, huku kidaiwa kwamba viongozi wa vyama hivyo wanaegemea siasa badala ya kushughulikia matakwa ya walimu. Agutu Rosa ana taarifa zaidi. Wote nchini wanazidi kukata tamaa na sasa macho yanaelekezwa kwa vyama vinavyostahili kuwatetea. Mvutano unaongezeka katika sekta ya elimu, huku walimu wakijiuliza iwapo vyama vyao vinawapigania au vinawaangamiza. Wasiwasi unaongezeka miongoni mwa walimu, wakitilia shaka uwakilishi wao, ustawi wao na matakwa ya muda mrefu ambayo hayajatekelezwa. Takriban miezi 7 iliyopita, maelfu ya walimu walisafirishwa hadi Ikulu kukutana na Rais William Ruto, mkutano ambao baadhi walidai ulikuwa wa kisiasa na si wa matakwa ya walimu. KUPPET imetishia kusitisha ufunguzi wa shule kutokana na malalamishi ambayo hayajatekelezwa, ikiwa ni pamoja na kucheleweshwa kwa vyeo, kutolipwa kwa wasahihishaji mitihani na changamoto katika bima ya afya chini ya mamlaka ya afya ya jamii. Hata hivyo, walimu wengi wanasema matatizo haya si mapya. Kiini cha malalamiko haya ni mwongozo wa maendeleo ya kazi uliotolewa na Tume ya Huduma kwa Walimu mwaka 2017. Takriban mwongo mmoja baadaye, sera hiyo bado inaleta mgawanyiko mkubwa. Walimu wanasema mfumo huo ulibadilisha utaratibu wa wazi wa kupandisha vyeo na kuwacha wengi wakikwama katika kundi moja la kazi kwa miaka 10. Baadhi yao hata baada ya kuongeza masomo bado wako katika kundi la C3. Wengine wanasema walishushwa hadhi. Swala hilo pia lilichangia kuondolewa kwa aliyekuwa katibu mkuu wa Nat Wilson Sossion. Wakati huo, bima ya afya ya walimu inaendelea kuzua maswali. Mpango mpya chini ya mamlaka ya afya ya jamii ulioanzishwa Disemba mwaka 2025 umekumbwa na malalamiko ya kucheleweshwa kwa huduma hospitalini, viwango vya chini vya huduma za nje na walimu kunyimwa huduma katika hospitali binafsi. Katika baadhi ya visa, walimu wameripotiwa kuzuiliwa hospitalini kwa sababu ya bili ambazo hazijalipwa. Mkutano na waziri wa afya Aden Duale haukuleta suluhu ya haraka. Haya yote yanajiri huku viongozi wa vyama wakipata mihula mipya madarakani. Baada ya kuchaguliwa tena, Collins Oyu alikiri kuwa kuna masuala kadhaa ambayo bado hayajatatuliwa, huku akiahidi mfumo wa wazi zaidi wa kupandishwa vyeo. Walimu wengi wanasema ahadi za miaka mingi bado hazijageuka kuwa mabadiliko halisi. Kadri shule zinavyojiandaa kufunguliwa tena, swali ni je, vyama vya walimu vitatimiza wajibu wao au hali ya kutoridhika itaendelea kuongezeka? Na hayo yakijiri, hofu inaendelea kutanda katika eneo la Kipteber katika kaunti